Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ushirikiano mdogo. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Basi asubuhi ya leo ni kwa somo letu la asubuhi ya leo kwa ajili ya kumjua Bwana wetu Yesu. Mvuto marizao wa haki ya Yesu unamzunguka, mvuto wake huinua na kubariki. Tutakapomruhusu Yesu aweze kutawala maisha yetu, mvuto wetu utaweza kuinua maisha yetu, ataweza kuwabariki walimwengu. Ndivyo tunavyopaswa tumruhusu Yesu katika maisha yetu, aweze kutawala majumbani, tukawe ni baraka, tukawe na mvuto, ili tukaweze kuwasogeza watu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanafunzi mnyenyekevu na mnyonge zaidi wa Yesu waweza kuwa baraka kwa wengine. Wanaweza wasitambue kwamba wanafanya jambo lolote jema, lakini kama ushawishi wao kule mpira mchore mpira nikaangalia kitu hiyo misho tiketi wamera mzinga alikuwa nyoka mkubwa kalizungusha afana kijani kama kijani mkubwa make ule ndio wa Simba ulifanya ile nyoka pale ataruki ni wapi. Halafu mimi ile kwenda pale ule mpira unisaidia kumwona nani make ni chini kwenye because it's so kama hivyo tukika barabara hii wewe kwa picha hiyo because naomba siweze kupita nilikimbia nilikuwa nimevaa labda nilikanyagia nilivuka hata siku nina jamani wewe neema ya Mungu ambayo anatupatia heri wenye neema ile wenye nini ile neema ya Mungu inatufanya inatukumbatia. Unajua ukiambiwa neema ndio neema ya Mungu, tusifanyeje? Tusiache, tusifanye vijana shujaa, watumishi wa Mungu, si waaminifu, si waaminifu, watumishi wa Mungu. Hizo ni sifa za watafuta njia. Vijana shujaa, watumishi wa Mungu, si waaminifu, wapole, wapole, wa kweli, wasafi. Rafiki, mbona waandika? Tunakwenda wa kweli, wa kweli, alafu wasafi. Sawa, ile ndio maana yake. Hatuna jibu wakina kama kina Mo au wakina Baresa lazima uende, kwa sababu mnazalisha vitu vya chakula, watu wanakula. Kwa kampuni binafsi na vile kujitegemea niwe mwenyewe kwenye biashara zako binafsi au za watu wengine ulizoajiriwa, sitakutaka kuingia Jumamosi na Jumapili, kwa sababu ni sehemu ya nini, ya kuongeza kipato katika kampuni yake. Sasa wakati huo pia ndio pale mwajiri wako, kama wewe umeajiriwa kwenye sekta binafsi, mwajiri wako atakapokuambia bana uje Jumamosi, unapaswa kumwambia no,
Mimi tangu unapoajiliwa, siku ya Sabato ni siku yangu ya kufanyaje, ya kupumzika, kwenda kanisani na kuabudu. Kwa siku hiyo sitokuja. Kwa hiyo kwenye mkataba mnaandikishana kabisa wewe ni Mwadventista nani? Sabato. Hey, wote mkupande. Gosa. Mwana pale. Sakat.
Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mtasimama wote kwa kishindo. Nasema tunaishi kwa kusudi. Pathfinder Day 2025 Mwanakaranga. Tunaishi kwa kusudi. Pathfinder Day 2025 Mwanakaranga. Sherehe kubwa ya watafuta njia 2025 Mwanakaranga. Tunaishi kwa kusudi mbele zako, lakini kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili yetu, Bwana, tunastahili kwa sababu damu ya Yesu inatutakasa, damu ya Yesu inatufanya upya. Basi sabato ya leo ikawa ni ya baraka na kuona uso wako ukinena nasi kupitia mtumishi wako. Ni kwamba maisha yetu yalipoumbwa kama tulivyoanza kusoma hapo awali yalikuwa ni makamilifu, lakini kutokana na hali ambayo imekuwa ikienenda katika dunia hii, kutokana na dhambi iliyoingia hapo awali, tumejikuta tukigubikwa na hali ya dhambi ya kila namna, na hiyo hali ya dhambi ya kila namna imeonekana kama madoa katika mioyo yetu, maana mioyo yetu haikuwa michafu kama tulivyo sasa hivi. Kuna wale watu ambao ndani ya mioyo yao wameweka mambo yasiyofaa, ndio Mungu anakuwa anawaangalia sana. Na shauku kubwa ya kuangalia sana ni nini? Shauku kubwa ya kuangalia sana ni kutamani waweze kubadilika katika mienendo yao. Na kwa jinsi hiyo watu wao, unaweza ukashangaa katika maisha yetu ya sasa hivi, watu wao wakadumu muda mrefu. Kwa sababu gani? Mungu ana makusudi nao ya wao waweze kubadilika mioyo yao. Katika Biblia tunaona mfano wa mzee mmoja anaitwa Elkana. Mzee Elkana yeye alikuwa ni kuhani ambaye alibarikiwa kuwa na watoto wawili, na watoto hawa mzee Elkana alijaribu kuwafundisha, na mara nyingine akawa anaenda nao hekaluni kwa ajili
ya shughuli zake alizokuwa akizifanya, vijana na wenyewe wajifunze shughuli hizo. Lakini sasa kadri zilipokuwa siku zinaenda, mzee Elikana akasahau mapito yake ya kuwaangalia wale vijana aliokuwa nao. Kwa hiyo yeye alijua katika akili yake na nafsi yake kwamba wanajifunza mambo mema kadri yanavyofanya, lakini hawa vijana wakawa wanafanya tofauti na vile ambavyo huyu kuhani Elikana alipokuwa anaishi. Sasa mwisho wa siku kilichotokea ni kwamba hawa watoto wa Elikana walikuwa wakienenda kinyume na yale mambo ambayo alikuwa anafanya baba yake, kwamba wale watu washiriki wa Israeli walipokuwa wanakuja hekaluni kwa ajili ya kutoa vile vitakatifu vya Bwana, wao ndio waliokuwa wanavichukua wanavitumia kama vitu vya kawaida katika maisha yao. Lakini wakaenda mbali zaidi, wakawa wanatumia mpaka jengo lililokuwa linatumika kwa ajili kama hekalu kubwa sana kanisani. Lakini usiposimama imara kwa kuangalia lile kundi alilokupatia Mungu, ndio wale wanaotokea kama vijana wa Elikana. Lakini mfano mwingine kwa hapo kwa Elikana, alitokea mzee mmoja aliyeitwa Eli, ambaye yeye Mungu na yeye alimpatia mibaraka ya kuwa na watoto kwa mke wa kwanza, lakini akawa tena na mtoto kwa mke wa pili, ambaye huyu mtoto yule mama alitoa nadhiri mbele za Mungu, akasema kwamba ukinipatia huyu nitamweka nadhiri mbele zako. Na Mungu na yeye akampatia. Alipompatia huyu mama akaamua kutoa nadhiri kama alivyomwambia Bwana ya kwamba atatumika katika nyumba yako, na yule kijana aliamua kutumika katika nyumba ya Mungu kama alivyopelekwa na mzazi wake. Kwa hiyo akaishi sawasawa na neno la Bwana, akafundishwa na kulelewa nyumbani mwa Bwana, na hatimaye akaja akawa nabii. Sasa huyu kijana tunasema kwamba aliishi kwa kusudi. Kusudi lake lilikuwa ni nini? Ni kumtumikia Mungu kama kadri Mungu atakavyoamua kumtumikia. Vijana watu leo wanaishi kinyume na makusudi ambayo Mungu ameyapanga katika maisha yetu, au umekuwa msingi wa kuweza kufanikisha huyu mtoto awe mikononi mwa Mungu kwa kufanya kazi yake Mungu. Unajua, tunaposema mikononi mwa Mungu hatumaanishi kwamba umemleta kanisani akae, hatumaanishi kwamba umempeleka akafanya uinjilisti kwa kugawa vitabu, hatumaanishi kwamba umempeleka kwenye chuo cha uchungaji akaja akawa mchungaji. Hapana, tunamaanisha kwamba shughuli zote ambazo zinafanywa zikimhusisha Mungu, basi umemleta huyo kijana kufanya kazi ya Mungu. Na sehemu sahihi ni wapi? Sehemu sahihi ni pale atakapokuwa akijifunza akiwa na umri wake, na ndipo pale ambapo tunasema sasa ndio kwenye idara ya vijana, ambayo atakutana na kundi la umri wake na atajifunza mambo sahihi kulingana na vile alivyokusudiwa na kanisa hili kwa ajili ya kuyafanya maisha yake yawe nzuri. Isaya 1 fungu la 18, Isaya 1 fungu la 18 linasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufi. Nabii Isaya alipokuwa anaandika haya maneno, alikuwa anatuasa sisi jamii ya Mungu ili tusiweze kutoka katika mstari ambao Mungu anatuhitaji tuweze kukusanyika na kuongea habari za Mungu. Leo hii tumekusanyika kwa ajili ya kunena habari za Mungu, na habari za Mungu ndizo zinazoleta utakaso katika maisha yetu. Kumbuka kwamba kila mmoja ana doa lililo katika maisha yake, na doa lililoko katika maisha yako linaweza likawa ni dhambi ya kila aina ambayo wewe unaitenda. Je, una aina gani ya dhambi katika maisha yako inayosababisha uonekane uko tofauti na jamii ya Mungu? Wewe ni mwizi, wewe ni mlevi, wewe ni mtu mwenye chuki,
lakini wewe ni mtu mwenye kutamani. Wewe ni mtu ambaye unaweza ukafanya jambo lolote ambalo halimpendezi Mungu. Kwako hilo ni doa linaloweza kukutambulisha kwa Mungu kwamba ni mtu uliye tofauti na jamii yake. Kama ilivyo katika familia zetu, mtu yoyote anayeonekana yuko tofauti na yale mambo anayoyapanga mzazi kama sheria ya nyumbani, anaonekana yuko tofauti na familia, anaonekana yuko tofauti na malezi ya nyumbani. Sasa Mwenyezi Mungu anatuona tuko tofauti na malezi ya mbinguni. Sasa hizo dhambi ambayo ni madoa tunapaswa tuyasafishe kwa kusemezana leo, kwa kuambiana leo, ili uweze kutambua ile dhambi na kuweza kuiacha. Na kwa jinsi hiyo basi, ili tuweze kuishi kwa kumtegemea Mungu, ni lazima tuishi kwa kufuata sheria zake alizotupatia. Wakati mwingine huwa tunajitahidi kutenda mema sana. Na tunapojitahidi kutenda mema, anakuja yule mwovu shetani kushurutisha kuingia katika dimbwi la dhambi. Na kwa sababu hatuwezi kwa mikono yetu sisi wenyewe, ni lazima tumuite Mwenyezi Mungu ili aweze kuwa pamoja nasi. Tunaweza tukawa tumepambana kama wazazi, kama walezi, kuwarekebisha vijana wetu ili waweze kutokana na changamoto mbalimbali za dunia hii, lakini tunashindwa kwa sababu kadri tunavyosafisha, yule kijana anaenda kukutana na watu wengine, anafika tena anakumbwa na mambo ya dunia, anachafuka. Kila tunaposafisha anaenda anachafuka. Au sisi wenyewe kadri tunapoendelea kujisafisha, tunasema mimi sasa hapana, hicho siwezi kufanya, ninaamua kutulia kufanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Lakini kila ninapotoka kwenda kazini, ninapotoka kwenda katika kibarua changu, ninakutana na mambo tena yananirudisha nyuma. Kwangu mimi, kwako wewe peke yako hautoweza. Kwa hiyo Mungu pekee ndiye anaweza kutusafisha. Bila msaada wake yeye hatutoweza kuwa safi. Kwa hiyo yeye ndiye pekee anayeweza kuyarekebisha yote hayo. Na kwa jinsi hiyo, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 na fungu la 13, ukisoma pale anasema uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Ni ukamilifu tu kwa Mungu wetu ndio unaweza kutufanya tukaweze kuwa safi. Sasa tunawezaje kuwa wakamilifu kwa Mungu wetu? Wale marafiki tulio nao duniani sio marafiki sahihi katika maisha yetu. Ni marafiki tu ambao tunapambana nao tu katika hali ya kidunia. Lakini rafiki aliye mwema ambaye anaweza katokea duniani ni yule ambaye anaweza kukutunzia siri zako. Hata kama utamwambia ni jambo zuri au jambo baya, ukafika ukamwambia mimi leo nimepata hela nataka ninunue gari. Kisha mwambia hivyo, na yeye atakana hiyo siri kwa sababu umemwambia. Lakini akitoka kaenda kumwambia mtu mwingine, huyo sio rafiki yako, na pengine anaweza akakuletelezea hatari, kwa sababu watu wengi wakijua unaenda kununua gari, tukakuvizia tu pale kwenye kichochoro karibu na unapotaka kwenda kununua gari, tunakupola zile hela. Sasa huyo ni rafiki mwema au rafiki mbaya? Wala sio rafiki mwema, huyo ni rafiki mbaya. Sasa rafiki aliye mwema ni yule unayeambatana naye katika shida zote bila kukutolea madhaifu yako kwa mtu mwingine. Na sasa mchana wa leo mimi niwaalike tu ya kwamba rafiki anaweza akawa mwema katika maisha yetu ni Yesu Kristo, ambaye yeye ukikaa pamoja naye utakuwa na uwezo kumwambia kila siri iliyo ndani ya moyo wako, alafu yeye ataitunza, alafu akishaitunza ataiangalia namna ya kukusaidia hiyo shida yako. Kwa hiyo atakufanyia kila jambo utakalokuwa unahitaji, changamoto zote. Na kwa jinsi hiyo unapomtegemea, wala uweze kuaibika wala kuteteleka sehemu yoyote, kwa sababu utakuwa pamoja naye. Na ukiamua kumchagua Yesu Kristo akawa rafiki yako, ataweza kukusaidia kila jambo. Kuna mtu mmoja alishawahi kusema kwamba tunafanya mahusiano na watu wengine, lakini tunaacha kuwa na mahusiano na Yesu. Na tukishaacha kuwa na mahusiano na Yesu, tunapokumbuka kwamba yeye anatatua shida zetu na changamoto zetu, tunapokuja kumwambia
na yeye anabaki kutusikiliza tu kwa sababu hatuna mahusiano naye. Anasema aha, kwa hiyo kumbe leo ndio umeona shida yako ya muhimu unataka niitatue. Alafu na yeye anasema subiri kidogo, subiri kidogo. Anataka aone uvumilivu wako kwenye ile shida ukoje. Kama ni dakika 2-3 utasema Mungu naye nimemuomba hajanijibu, basi bwana mimi naenda kwingine. Anasema aha, kwa kumbe ulikuwa unataka cha kwangu lakini wewe hutaki kunipa cha kwako. Sharti tumpe kwanza sisi Mungu, ndipo na yeye akakubali kutupatia sisi. Tunapojenga mahusiano na Yesu, tutaambatana naye kila mahali. Atakuwa rafiki mwema katika maisha yetu, atakuwa rafiki anayejali katika maisha yetu, na hapo ndipo ambapo tutakapoamua kuketi miguuni pake. Kwa hiyo Mungu anahitaji wale walio kamilifu na wanyofu katika njia zake, na njia zake ndio hizi ambazo tunaelekezana kuzipita kila mmoja wetu. Na kwa jinsi hiyo, mchana wa leo tutakapokuwa tukisimama na kumwomba Mungu, tutamwambia Mungu aondoe madhaifu, dhambi ambazo zinasababisha kuwepo na mchafuko katika maisha yetu, kuwepo na mchafuko katika roho zetu. Unajua miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na pale tunapoliingizia vitu ambavyo ni vichafu, Roho Mtakatifu hawezi kuishi katika miili yetu, na mwisho wa siku ataondoka na kusambaratika. Na kisha ondoka na kusambaratika, tutabaki sisi kama sisi, na hautakuwa tena mwili wa Roho Mtakatifu, ila utabaki wewe kama wewe. Ukiwa wewe kama wewe, ni rahisi sana kupata uchafu wa kila namna, ni rahisi sana kuchafuka kadri uwezekanavyo, ni rahisi sana kuvutwa na anasa za dunia, ni rahisi sana kufanya kila jambo ambalo litakupeleka upotevuni, kwa sababu hautokuwa na mtu wa kukusaidia, hautokuwa na Mungu atakaye kuongoza. Kazi za Roho Mtakatifu tunazifahamu. Vijana walijifunza katika juma la wiki hii, wakajifunza kwamba Roho Mtakatifu anatunong'oneza, anatusahihisha, anatutembeza kila sehemu tunakoenda. Ni yeye anayetuadabisha pale tunapofanya makosa, anatuambia tuache. Sasa hebu fikiria, hauna huyo Roho Mtakatifu anaweza kukwambia usifanye hayo mambo. Kuna jambo utakaloliacha? Hakuna jambo utakaloliacha. Ni sawa na mtoto mdogo tu asiyejua lolote, alafu akawa anaona moto, anatamani, anaona zile ndimi za moto zinapowaka, anaona ni tamu, ni kali, ni nzuri, anatamani azishike. Sasa kwenye kuzishika ndiko anakoenda kuungua, kwa sababu anacheza na hatari asiyoijua. Lakini kama mzazi au mlezi unakuwa jirani na kumwambia kwamba hapana mwanangu, hapana binti yangu, kijana wangu, ukishika utaungua, ule ni moto, yule kijana, yule binti, yule mtoto ataacha. Daktari alitueleza hapa katikati ya jana hapa tunajifunza, alitupa kisa kimoja hivi ni juzi usiku, kwamba kuna mtoto yeye alikuwa anacheza na moto, akaweka kidole akaungua, akalia kidogo akanyamazishwa akaacha, akaweka na mguu akaungua, akanyamazishwa kidogo akaacha, akaona sasa ni upige na busu, akaupiga busu mdomo na moto, na mdomo ukafanyaje? Ukaungua. Sasa akapata madhara makubwa. Mdomo ukishaungua unakula? Hauwezi kula. Kwa hiyo kumbe kama kidole unaweza kalishwa ukala, au katumia mkono mwingine. Kama ni mguu unaweza usitembee lakini bado ukala. Sasa umeungua mdomo, tutapitishia wapi chakula? Ndio tutaenda tena kuwekea drip na vitu vingine mpaka utakapopona, maana itegemea na madhara gani. Tukataza kutenda jambo lolote lililo baya. Kwa hiyo tutatenda kila jambo tukiliona ni zuri na linapendeza kwa macho, kama lile tunda ambalo alikula yule Eva, na mwisho wa siku tukaingia upotevuni. Linabaki kuwa ole wangu mimi na wewe tutakaokataa kuikataa sheria na sauti ya Mungu. Kwa hiyo somo letu linatuasa tu tuweze kubadilika na kutoka katika madoa ambayo yameingia katika mioyo yetu. Kwa hiyo huu maana yake ni kwamba utatengenezwa mazingira ya kuwaleta wengine kwa shetani. Wewe ndio utakuwa mbea, muongo, msengenyaji, mpiganaji, mlevi, na ukishakuwa mlevi, ukishakuwa muongo na kila aina niliyosema huwezi kuwa mwenyewe. Lazima utatafuta wafuasi. Kwa hiyo hao wafuasi
ndio unamsaidia shetani kuifanya ile kazi. Sasa ni kwa nini umsaidie shetani ambaye tayari tumeshajifunza ana nafasi kwenye kiti cha enzi? Kwa nini usiwe rafiki wa Yesu ili ukaweze kuwaleta watu wengine kwa Yesu? Kwa tunapokuangalia tu tabia yako, mwenendo wako, maneno yako, unaweza ukawaleta watu wengi kwa Yesu, na ukawa ni shahidi mwema kwa Yesu kwa kuwafanya watu wengine waweze kumrudia Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanaosema kwamba mchana wa leo kuna mambo mengi ambayo tumeyafanya, tuliyajua, lakini wengine hatukuyajua, lakini kwa sababu niko katika dunia ya dhambi, na kwa sababu hakuna mtu atakaye kuwa salama katika dunia hii, wote tuko dhambini. Dakika moja au mbili ijayo ninaweza nikatenda dhambi na nikamkosea Mungu wangu. Sasa watu wa namna hiyo wanaotamani kusafisha madoa yao ya dhambi katika moyo wao, ni waombe wasimame ili tumlilie Mungu, tumwombe Mungu aweze kusafisha maisha yetu, yaweze kuwa safi na kuondokana na uchafu wa kila aina, ili ya kwamba kadri tunavyoishi Mungu akatengeneze kituo katika mioyo yetu, na sisi tukafurahi kuwa wana na binti za Mungu. Ulisema tukikuita utaitika, tunaomba uitike kwa ajili yetu. Asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu wewe ndiye unayetakasa, maana ulipomtuma mwanao Yesu Kristo kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, damu yake tu ilitosha kufanya utakaso. Na hata wale ambao Mungu wa mbinguni waliokuwa waamini, yule askari pale, Biblia inasema kwamba alipodondokewa tu na damu, basi alipata kupona. Na kwa jinsi hiyo damu ya kwenye utakaso, Mungu wa mbinguni, tunaomba ikamwagika katika maisha yetu, kanafanyika wana na binti zako katika ufalme wa mbinguni. Tunaomba tukuamini ya kwamba baraka zako na rehema zako na mibaraka yako itakuwa pamoja nasi kupitia jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amin.